Dada moja aliwahi kuchumbiwa, akaomba kwanza. Huyu dada si wa kanisani kwetu. Unajua kuna watumishi, kuna mtu anaamini kwamba kuna mtumishi wa Mungu nikimweleza ndoto yangu anaweza kunisaidia. Yule dada akapata mchumba, akaomba tu. Yule kaka alikuwa anafanya kazi bandarini Dar es Salaam, kijana. Akaomba yule dada, yule kaka anamwambia nimekupenda, nataka nikuoe. Dada yule akusoma hapa. Akaambia mimi nataka nikuoe nini. Yule dada akiwa Dar es Salaam ananifahamu, akanipigia simu, mchungaji, kuna mtu amenichumbia, lakini mimi nasikia uzito kumkubali. Kweli ana kazi nzuri, ni kaka mzuri, lakini nasikia uzito. Uzito wa majibu moyoni unaashiria pia kwamba hicho kitu sio sahihi. Mungu anakuashiria sio. Unasikia tu una amani, una furaha nacho, unajisikia unafanya kwa kujilazimisha. Akaniambia mchungaji unanishauri nini? Nikamwambia omba. Jibu la Pentecoste liko magotini. Nikamwambia omba. Akaomba. Akafunga siku 3 akaomba. Asubuhi mpaka jioni, kesho yake asubuhi mpaka jioni, kesho yake asubuhi mpaka jioni. Akafungua. Alipolala siku ya 5 baada ya kuanza maombi, akaota yule kaka amemjia. Ndoto ya kawaida kabisa. Akamchukua twende bustanini, sio akaenda, wanaongea, wanacheza, nini kwenye ndoto. Baadaye yule kaka akambadilikia kwenye ndoto. Yote akavua, akawa ni mnyama mkubwa, akatoa meno. Yule dada akakimbia, anasema tunamkimbiza nataka nimng'ate namna hii. Akashtuka, akawaza mpaka jasho jembamba linamtoka. Anawaza ndoto gani hii? Akanitafuta siku ya pili, mchungaji, nimemaliza maombi lakini baada ya siku 5 nimeota hivi. Nikamwambia omba tena. Shetani asije akatumia umbo la mtu, omba tena. Nikamwambia funga hata mara 3. Omba alafu baadaye utanitafuta. Dada yule akafunga, akaomba mara ya pili, akaomba mara ya 3. Unajua kitu? Siku anamuita kaka, akamuita eneo lile lile aliyoota. Mungu akitaka kufunulia jambo, anaweza akakuonyesha ama eneo lile lile au nguo zile zile ulizomwona nazo, anakuita kwenye ndoto hizo hizo. Kukuonyesha kwamba ulichoota ni sahihi. Mungu yuko namna hii. Kama mwanadamu hawezi kuamini kwa kuona, kwa sababu kutoka kwenye ndoto naamini mambo ya usingizi. Ndio maana wachawi unamuona mtu anakutega dawa au anakulisha vitu usiku, asubuhi unamuona nguo ile ile uliyomwota nayo ndio anaamka amevaa hiyo hiyo. Ni sawa siku ya kuombea kanisani. Unasema baba nimelala, nikaota mchungaji anatuombea, nikatapika vitu, ulikuwa umevaa suti ya njano. Na kweli kuja unamkuta mchungaji Jumapili amevaa suti ya njano na maombi ni hatari. Unasema sijui unanielewa sasa. Mungu anakuonyesha unaota ni sahihi, utafunguliwa, utakombolewa, utashinda kwa jina la Yesu. Anasema akamwona yule kaka na ile suti, ndani yake akakosa amani. Yule kaka anamuuliza mbona huna furaha? Huyu anajibu yani tunachokuja sasa kwenye akili zile ndoto tu. Ndoto ya 3 akaota akiwa mnyama, ila aliota sasa amemfanyaje? Yule kaka nikasika akaanza kumchukiza na Yesu. Anataka kumchoma na karibu akaamka. Ndoto zote zinamaanisha hatari ya uhai. Hatari ya uhai. Sasa wakiwa pale akamwambiaje? Wewe naye unaomba sana. Kwa nini unaomba hivyo? Unaomba sana. Huyu dada akakutuka. Huyu amejuaje mimi naomba? Unafunga sana. Unajua mambo mengine yanahitaji kufunga sana. Unafunga nini unakuona? Unataka hela ngapi nikupe? Yule dada hana hata amani na hela zile. Yaani ndani Mungu ameshayeyusha kila kitu. Ndugu yangu, Mungu anakupenda. Kuna vitu Mungu anakupenda, anataka kusaidia. Uingie kwenye jambo, usije kukumbuka baadaye ukaanza kulia. Kupata jambo ni baraka, lakini mshirikishe Mungu. Jifunze kwa mtu ambaye unapata vitu kutokana kuvihakikisha kwa njia ya maombi. Umepata kazi, usikurupuke tu nimepata. Piga magoti, muulize Mungu, ni kweli nimepata? Nini hatima yangu?
naenda kufanya biashara, nimepata mtaji, huyu ananipa mtaji, nini hatima yangu? Nimekubaliwa mkopo, taumaliza kulipa au napewa ili baadaye niwe kifungoni? Kila jambo piga magoti, muulize Mungu, ni mwaminifu na wa haki. Sema Mungu ni mwaminifu na wa haki. Sema tena, Mungu ni mwaminifu na wa haki. Ukiomba lolote kwa mapenzi yake anatimiza. Haleluya, haleluya. Yule dada akamwambia Mungu, alikuwa anasoma University of Dar es Salaam, akamaliza, hakurudi Msoma, akaenda akaishi Mwanza. Akamwambia Mungu, bado dada hajaridhika. Maana kwa namna mwili ukimwangalia kijana mwenyewe na kazi yake na hela alizonazo, huwezi ukaridhika kwamba tu niache tu hivi. Akamwambia Mungu jambo moja, kama ni kweli huyu ndiye, nitamwambia jambo na alitende. Alikuwa hajampa majibu. Baadaye akamwambia, Bwana, nimekukubalia, lakini sharti moja, uje nyumbani niliko sasa, unichukue nikupeleke kwa mchungaji wangu, alafu tuvalishane mbele yake pete za uchumba, tuanze mahusiano yetu. Yule kaka alisala, mambo gani haya? Kwenda kuchumbia mimi na kuchumbia kabisa. Mimi nakuchumbia, mimi nakuchumbia, mimi nakuchagua. Yule akamuza maneno mengi ya dini, kwani gharama ni nini? Kuja tukaenda kwa mtumishi wa Mungu, mbele baba yangu wa kiroho. Kama utakiacha bwana, kwanza hebu mimi nilishakuona tu tangu zamani kwamba wewe sio kabisa ufai. Ungenisumbua wewe ufai. Baadaye yule dada akakaa akamwomba Mungu, Mungu akampa mchumba. Leo ameolewa, ndoa nzuri. Vituko vya yule mchumba wa kwanza sasa havitoshi kusema. Kaka alishaolewa ana wanawake wanne. Si anaoa anaacha, yaani ana wanawake wanne, ameshaoa wanne. Dada anasema mimi ndio ningeingia kwenye sekeseke, mlevi wa kutosha. Maana ni mbegu ya kuzimu, inasambaza uzao duniani. Siku akifa anaacha watoto wengi wenye asili ya kishetani, watakaoendelea kuiharibu dunia.